tunamshukuru Mungu alitupa neema kushinda vita na kuja nyumbani mwake asubuhi ya leo na kutupa neema ya kuendelea. Haleluya. Moja ya vita vya kushinda ni vita vya kuendelea. Lakini Mungu kwa kibali chake ametuwezesha bado tupo na tunaendelea kumtumikia na kumwabudu mahali hapa. Ninaamini baraka zako hakuna kuzichukua katika jina la Yesu. Nasema hakuna kuchukua baraka zako katika jina la Yesu. Na nikupongeze kwa sababu umeshinda vita nyingi. Kuja kanisani si swala dogo. Mambo ni mengi, lakini Mungu ni mwema, amekuwezesha wewe kuweza kukanyaga nyumbani mwake. Na siku ya leo tunazungumza vita, kushinda vita vya kiroho katika eneo la kibali chako. Haleluya. Na tunapozungumza kibali tunazungumza vita, lakini kwa msaada wa Bwana leo tutavishinda katika jina la Yesu. Ibilisi huwa hapendi watu waelewe au wajue kitu kinaitwa kibali na namna ya kushinda vita zao. So unapozungumza vita unazungumza kumuondoa shetani mahali pake. Kwa ibilisi anakuwa na kila namna ya kuzuia mtu asipate ya maarifa. Lakini wewe uliyepata neema ya kufika nyumbani mwake na kupata maarifa na muamini Mungu, kibali chako hakitanyang'anywa katika jina la Yesu Kristo. Na misho kichwa chako ni muombe Mungu tena. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neema yako. Asante kwa mkono wako, asante kwa uwepo wako, asante kwa nguvu zako. Ninajua Bwana upo katikati yetu siku ya leo. Usitupungukie Bwana, sema nasi, tuhudumie kwa nguvu zako, kwa uwepo wako. Usimwache dada huyu, mama huyu, kijana huyu, usitupungukie Bwana. Ndani ya nyumba yako tukuone wewe kama ulivyo, ukitufunulia siri za ufalme wako, na utupe neema ya kushinda katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Maisha watu wa Mungu yamejawa na vita. Haleluya. Maisha yamezungukwa na vita. Hivyo ili uweze kushinda vita za kwenye maisha ni lazima uwe na maarifa. Sema maarifa. Na maarifa ya Mungu ndio pekee yatakusaidia kuweza kushinda vita za kiroho. Rohoni hatushindi kwa bunduki. Rohoni hatushindi kwa mishale na mapanga. Tunashinda vita vya kiroho kwa maarifa. Ninazungumza, unaweza kaandika kushinda vita vya kibali. Tumekuwa tukizungumza kibali toka mwanzoni mwa mwezi huu. Huu ni mwezi wa kibali cha Bwana. Watu wengi watapokea kibali mwezi huu, lakini pia lazima tujue namna ya kupigania hichi kibali cha Mungu ili shetani asikinyang'anye kwenye maisha yako. Vita vya kibali. Waefeso 6 mstari wa 12, kabla sijaenda mbali, anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya kuwa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashindana juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Dada yangu, nataka nikuhakikishie kuna pepo wabaya wapo ulimwengu wa roho wanataka kushindana maisha yako. Haleluya. Lakini kwa kuwa Mungu ni mwema, tutakwenda kujua namna kushinda hizo vita zao pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tutainuka washindi katika jina la Yesu. So kibali cha mtu, moja ya roho zinazopingana na hicho kibali zinaitwa majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kuna majeshi ambayo yapo kusimama ili kukudidimiza. Haleluya. Ukiona unainuka, mshukuru Mungu, ujue kuna vita umeshinda. So vita vyetu si juu ya damu na nyama. Kuna vita katika ulimwengu wa roho ambao vinasimama kuua kibali chako mbele za Mungu. Na moja ya silaha kubwa ambayo shetani anaitumia kuharibu kibali chako ni kukutenganisha wewe na Mungu. Sema kunitenganisha na Mungu. Kwa sababu kabla shetani hajaua nafasi yako ya Mungu kukuinua, kwanza anahakikisha hauko karibu na Mungu. So moja ya vita ambayo ibilisi atainua kuua kibali chako, kwanza atahakikisha anakutenga mbali na Mungu wako. Akikutenga mbali na Mungu, anajua amekutenga mbali na msaada wako. Na kuombea leo, kama kuna eneo lolote ulishindwa na hizo vita na shetani akafanikiwa kukutenga mbali na baba yako, leo ibada hii ni kukusogeza karibu na Baba wa mbinguni katika jina la Yesu. Nasema utatoka kwenye ibada hii utajua mahali ambapo shetani aliiba kibali chako na utakichukua tena katika jina la Yesu. Ibada leo ni ibada ya marejesho, kurejesha kibali. Na popote unapozungumza marejesho, unazungumza kupigana, unazungumza vita, unazungumza kunyang'anya, unazungumza kupokonya. Huwezi ukachukua chochote pasipo kupigana vita. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunazungumza vita ya kibali.
Watu wa Mungu, vibali vya watu wengi vimechezewa. Kuna watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya kugusa maisha yako, kwa ajili ya kukusaidia usingangane. Kuna vita unapigana navyo leo, kuna kungangana ambako tunangangana leo ni kwa sababu kuna adui amechezea kinaitwa kibali chako. Lakini kwa sababu ya msaada wa Mungu, eneo ambalo shetani alikuwa amejiinua na kuchukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yetu, leo tunaichukua tena katika jina la Yesu Kristo. Nasema leo tunaichukua tena katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema katika Samueli wa kwanza 30 ule mstari wa 18, anasema Daudi akawapokonya wote waliokuwa wamechukuliwa na Waamaleki. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawapokonya, akanyang'anya. Kuna vitu ambavyo alikuwa amechukuliwa. Uwezo wake ulikuwa umechukuliwa, mali zake zilikuwa zimechukuliwa. Maandiko yanasema Daudi akapokonya vyote. Ibada leo ni kupokonya vilivyochukuliwa kwenye maisha yako. Haleluya. Nasema kama kuna eneo lolote katika maisha yako ya roho limedhoofishwa na ibilisi, hii ni ibada ya kuchukua tena katika jina la Yesu. Sema ninachukua vilivyo vyangu katika jina la Yesu. Nisikilize mtu wa Mungu, wewe umejaa mno ulimwengu wa roho. Una kila kitu kinachokustahili. Una package yote ambayo Mungu amekusudia kubeba maisha yako. Kama hujaolewa, kuna mume wa ndoa yako, package ya kutosha. Kama una kazi, kuna kazi yako, package Mungu amekuandalia. Kuna viwango unavyotamani vya kiroho, kuna package yake Mungu amekuandalia. Lakini ibilisi anachokifanya ni kuja kuiba. Maandiko yanasema katika Yohana 10:10, sema mwivi haji ili aibe, kuchinja na kuharibu. Lakini Yesu anasema nilikuja ili muwe na uzima kisha muwe nao tele. So kazi ya shetani ni kuiba, ni kuchinja, kuua na kuharibu. Ashukuriwe Mungu ambaye alimtuma mwanae Yesu kuja kurejesha tena. Haleluya. Yeye alidhihirisha ili azivunje kazi za ibilisi. Ninaona kwa neema yake kazi za ibilisi kwenye maisha yako zinavunjwa leo katika jina la Yesu. Kama kuna kazi yoyote ya ibilisi imejitukuza kwenye maisha yako, imekuzuia usimuone Mungu, imekuzuia usifurahie wokovu, imekuzuia usipige hatua, imekufanya wa kawaida wakati wewe sio wa kawaida, leo hiyo mamlaka ya kuzimu inapoteza nguvu katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya kuinuka tena katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema kurejesha ulivyopoteza katika jina la Yesu Kristo. Kibali chako hakina mjadala, kinakuja tena katika jina la Yesu. Watu wa Mungu, kama vibali vyetu vitarejea, nisikilize, maisha yako wewe sio mtu wa kawaida. Moja ya silaha ya kushinda maisha ni kibali. Haleluya. Una watu wangapi leo ambao Mungu anawatumia kukusaidia? Kuna mwingine anajua mimi nikiolewa kunisaidia ni mume wangu tu basi. Nikiwa kazini wa kunisaidia ni bosi wangu tu anayeniingizia mshahara. Nisikilize, kuna maisha yanahitaji watu ambao watasimama na wewe kukupigania, kwa sababu mali zako ziko kwenye mifuko ya watu. Uchumi wako uko kwenye mifuko ya watu. Hata kama unafanya biashara, mtu wa Mungu, ni fundi au ni mbobevu fulani, uko sokoni, uko popote, watu wale wateja ndio watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya kuinua maisha yako. Kama hawatakuja, utafunga hiyo biashara. Bwana asifiwe sana. Nimejaribu kufanya biashara nje na kibali cha Bwana, nilifunga ndani miezi 3. Na hata miezi 3 sikumaliza, nilianza kuomba kodi yangu anirudishie. Maana nikamwambia hapa siwezi kuendelea kukata. Na kwa sababu gani? Nilifanya nje ya mwongozo wa Mungu. Ukiwa mtumishi wa Mungu, kuna baadhi ya vitu sio kila kitu unaruhusiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vingine unawaachia wakina Mary wafanye. Haleluya. Wewe kama sababu ni hubiri neno la Mungu. So nikalazimisha nikaenda kufungua biashara ya vingamuzi. Ilikataa. Haleluya. Kwa sababu Bwana hakuniongoza kufanya lile jambo. Moja ya jambo ambalo tumejifunza jana na Roho Mtakatifu atatembea kwenye maisha yetu na kutusaidia ni kutii na kusikia. Na kujua Mungu yuko pamoja na mimi. Ukifuatia Samueli kwanza 30 mstari wa 8, maandiko yanasema Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, niwafuatie jeshi hili, je nitawapata? Bwana asifiwe sana. Daudi alikuwa anauliza kabla ya kupigana vita vyake, niende? So kufanya chochote pasipo kuwa na ukingo au Mungu kukuwekea backup, lazima utafeli.
So chochote ambacho nataka Bwana aachilie kibali chake ni kile ambacho Mungu aliruhusu kutembea nacho. Haleluya. So tunapozungumza pigana vita vya kibali, tunazungumza maeneo ambayo Mungu amejihakikishia au amekuumbia nayo au amekupangia au amekupa wewe viwe vya kwako. Lakini unapoanza kuona havipo tena kwenye maisha yangu, ndio tunafanya vita ili kuvirejesha. Haleluya, haleluya. Pokea kibali kwa viongozi wako wa mtaa katika jina la Yesu Kristo. Pokea kibali mahali pako pa kazi katika jina la Yesu. Ninakuunganisha kupitia ibada hii na wasaidizi wa hatima yako kwa kibali cha Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikwambie, hatima ya mtu ili ifikie pale Mungu amekusudia inahitaji kibali cha Bwana. Haleluya. Sema, hatima yangu inahitaji kibali cha Bwana ili itimie. Na vita vya hatima ndio vita vya kibali. Kama adui atapigana kibali chako, atakufanya usikubalike, usionekane wa maana, hatima yako haiwezi kufikia mlengo ambao Mungu amekusudia. Kulikuwa kuna hadithi moja kwenye Biblia ya mtu mmoja anaitwa Hamani na Mordekai katika kitabu cha Esther. Naona Mordekai alikuwa na vita kuhusu hatima ya Israeli. Yeye na Esther walikuwa wameibeba hatima ya Israeli. Alikuwepo mtu mmoja anaitwa Hamani. Kisoma katika Esther 3 mstari wa 5. Esther 3 mstari wa 5 inasema hata Haman alipoona kwamba Mordekai hainami wala kumsujudia alighadhabika sana. Ukiendelea huko mbele kupitia hicho kesi cha kwamba Mordekai alionyesha kutokumheshimu mtu kwa sababu ubadhirifu wake, akamwinulia vita vikali kwa mfalme kwamba huyu mtu anastahili auawe. Haleluya. Nataka nikwambie hivi, tumekaa hivi unaona wewe huna adui yoyote, lakini kuna watu hivi wanajipanga, wanataka kuharibu na kuua maisha yako. Wanataka kuharibu na kuua kibali chako. Haleluya. Ashukuriwe Mungu aliyemuinua Esther. Hata huyu mtu anaitwa Hamani, badala ya Mordekai kunyongwa, akanyongwa yeye. Ilichukua kibali cha Bwana ambacho kilikuwa juu ya Esther. Na ndugu yake Mordekai akaweza kuponyoka mtego wa kunyongwa. Ni kibali cha Mungu. Ukishinda mtu wa Mungu, kitakusaidia kushinda hata mauti. Haleluya. Inachukua kibali na mkono wa Mungu. Juzi fulani tarehe wiki chache nilikuwa nasafiri naenda Dar es Salaam. Tuko kwenye gari konda, tunajua makonda kwenye mabasi wanavyoomba kishikaji tu, wanaomba tukikawaida. Tuombe Mungu, hata Yesu asema Mungu 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 Mungu. Lakini yule konda aliomba wakati tunaanza safari dakika karibu 6 sijui 10 anaomba. Nikasema sijaona konda anaomba kama. Nikimwangalia alivyovaa na anavyo ni tofauti. Kumbe Bwana ni kitu tu Mungu alikuwa anamtumia. Tumefika maeneo fulani kama ya Tanga hivi mitaa fulani, tumenusulika kugongana na magari mawili uso, na mimi nilikaa mbele, niliona wazi. Sijawahi shuhudia ajali kwenye maisha yangu ya wazi kama kiasi kile. Jari ya ajabu ya wazi, kutaka kugonga basi moja mbele, akakwepa, tunakutana tena haisi nyingine ya gari ya gazeti imetoka Dar es Salaam. Ashukuriwe Mungu leo haisi akaamua kwenda kuvamia mtaro pembeni kutupisha. Ilikuwa ni chupu tuweze kupata ajali. Lakini mkono wa Mungu na maombi yule konda ambaye aliomba muda mrefu, mpaka kila mtu alijua yale maombi ya yule dada ndio yametusaidia. Kwa sababu kila mtu alijua omba ya yule dada sio ya watu wa kule babasi. Ilikuwa na kitu nyuma yake. Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, kibali cha Mungu kitakuepusha na mauti. Haleluya. Kama kuna mauti na pangwa kwenye maisha yako, kibali cha Bwana kitakubeba. Kibali cha Mungu ni kama mbawa za kukunyanyua. Ndio maana lazima kwenye maisha yako uwe na program ya kufanya vita na unataka kuua hicho kibali. Kwa sababu wakikikamata wewe huna maana kwenye maisha. Utatoka kwenye shughuli zako mtupu, hauna favor yoyote, hauna nuru. Unaonekana kama giza. Hakuna mtu anaweza akafungua pochi yake kukupa hela kuweka mikononi mwako. Hata kama una bidhaa zinazofaa na kupendeza, hakuna mtu anaweza kukusemesha kwa wema, sababu kibali cha Bwana kimetoka kwenye maisha yako. Kuna muda unakaa, kuna simu inaingia, kuna simu yako, unaanza kuperuzi phone book. Hivi mimi nina watu sina watu muda. Hakuna mwezi. Kaa, ukitaka kujua na kibali, kaa usipigie mtu uone kama kuna mtu anakutafuta, utajua na kibali au una kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu hata anakujulia hali hata. Sababu gani? Kuna namna kibali chako
Hakuna kitu cha maana mtu anachoona. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo vita vya kibali tunavishinda katika jina la Yesu. Unaweza kusoma hapo, nisomee Samueli wa pili 9 mstari wa 2. Tuone vita ya kibali aliyokuwa nayo mtu wa Mungu anaitwa Mefiboshethi. Samueli wa pili kuanzia 9:2 mpaka ule mstari wa 6. Samueli wa pili 9 kuanzia ule mstari wa 2. Unaweza kusoma hapo. Samueli wa pili 9 kuanzia mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamuita ende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipata kumtendea mema ya Mungu? Hakuna mtu yote kwenye nyumba ya Sauli nipata kumtendea nini? Mema ya Mungu. Hebu sikiliza jibu lake, Siba akamwambia mfalme, Yonathani anayemwana hata sasa, ndio aliye na kilema cha mguu. Hebu sikiliza, yeye amemuuliza hamna mtu akumtendea. Yeye anasema kuna mtoto mmoja Yonathani ana mtoto, lakini anasema na kilema cha nini? Na sikilize, walemavu walikuwa hawaruhusiwi, walikuwa wanaonekana kama najisi kukaa kwenye meza ya mfalme. Hebu endelea mbele. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Ndio. Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makili mwana wa Amieli katika Rodebari. Ndio. Basi mfalme Daudi akatuma watu, akamuondoa katika nyumba ya Makili mwana wa Amieli katika Rodebari. Ndio. Basi Mefiboshethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, Mefiboshethi, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nisikilize, Daudi alifanyiwa wema na Yonathani, akataka kulipiza ule wema kwa kutafuta mtu akumbariki. Lakini kumbuka, huyu mtu mwenyewe kutokana ulimwevu wake, jamii yake tu ilimtenga, ikamweka kwenye hiyo nyumba nje kabisa, sababu ni mtu aliyekuwa ni mlemavu, hajiwezi, mwenye mahitaji maalumu. Watu kama hao hawaruhusiwi kukaa mahali pa heshima kwa sababu ya hali zao. Wakati anataka kumtendea wema na kibali, jibu la ule Siba ambaye ndo alikuwa ni mfanyakazi kwenye ile nyumba ya Sauli, akasema, yani mfalme, ndio unajua maandiko tu yameweka hivi, kuna mtu ndio ana mtoto, lakini nifanye nini? Ni mlemavu. Yani kwamba sahau kwa bali ya kumsaidia huyo mtu, ni hafai kukaa karibu na wewe, ni mlemavu. Haleluya. Ndivyo leo kwenye maisha vibali vyetu vinapigwa vita. Wakati watu wanainuka wanataka kukutendea wema, anainuka mtu anakutoa kasoro zako. Haleluya. Kuna mtu anatokea tu baba mzuri, anatafuta mke mzuri wa kuoa, anakuulizia kwa mtu, bahati mbaya anaenda kukutana na pepo. Anasema, yule binti unamuonaje? Asa ni binti mzuri, lakini familia, akishasema tu lakini familia yake hawafai. Anaweza atakasingiza akaagi kwenye ndoa ile nyumba. Baba watu anakata tamaa, anasema pale sio mahali pako. Kuna mtu anataka aje kufanya kazi kwako. Haleluya. Anataka kufanya kazi kwako. Tena na bahati nzuri leo na mafundi cherehani wawili hapa. Anataka aje ashone. Anakutana mtu amuulize, vipi yule unamuonaje? Anaharibu, atakuharibia. Nenda kwa mwingine. Nisikilize. Sio tu bure unaona watu hawaji. Kuna watu wanakusemea vibaya. Haleluya. Sikiliza, kuna watu tuwe na hila. Wamebeba hila, wanakusemea vibaya. Lazima leo tupigane vita na watu wanaosemea vibaya maisha yetu. Haleluya. Na tunawaangusha leo katika jina la Yesu Kristo. Nasema tunawaangusha leo katika jina la Yesu. Unaona tu hivi, hata watu majirani, sio kwamba wengine watakuja kanisani. Kuna wachawi tu wamekaa. Nimesikia siku moja tuko Dar es Salaam, tuna kanisa zuri sana, na naamini Mungu hata hapa tutajenga kama Dar es Salaam makao makuu. Kanisa zuri na kila kitu limependeza. Amepita mtu, na ashukuru Mungu, mtumishi
Mchungaji alikuwa anamsikia yule mtoto. Anasema, hapo sio pa kwenda. Mtumishi hapo ni Freemason. Mwanzo asifiwe. Anasema hapo ni Freemason. Nimemsikia na mchungaji mmoja Pastor George kana shuhudia yuko Mwanza. Anasema naye alimsikia mtu yuko na mke wake wanatembea mjini, wakawa wanazungumzia kanisa lake. Hawajui kama yule ndio mchungaji. Yeye anapita tu pembeni na wasikia wanaongea. Sasa lile kanisa wanasadiki uchi. Pale usiku wana kesho wako uchi. Mchungaji anashangaa. Wao watu wanaambiana kanisa lile kisa wanaendelea, kanisa linafanikiwa, linakuwa haraka. Anasema hujajua hili, nakwambia usiwahi subutu kwenda pale, wanaabudu uchi ni usiku. Imagine mtu anataka kwenda kuabudu anakutana na hiyo sentence. Hamu yote takata, sasa siwezi kwenda. Wale watu ni waabudu giza. So kuna watu wanasemea vibaya maisha yako. Ndio maana unashangaa kuna vitu vioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanasemea vibaya maisha yako. Na utamwona Bwana katika jina la Yesu. Wanaosemea vibaya maisha yako wanaharibiwa leo katika jina la Yesu Kristo. Haya maisha ukipata watu wawili tu wa kusemea vibaya maisha, huwezi kumwona Mungu akutende. Hasa watu wanaokujua, watu wako wa karibu, ni kuwachunga sana. Kwa sababu watu wanaobeba, ndio maana usiwe mwepesi kutoa taarifa zako ovyo. Watu watakusemea vibaya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu inulie tena. Ukiachilia hao watu kukusemea vibaya, kwenye jamii tunazokaa vipo vita, na nitakuonesha mbele. Kuna watu ambao wanasimama, nisomee Ezekiel 11 kuanzia mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 3. Kuna watu wanakaa kwenye jamii zetu, kazi yao ni kuua kibali cha watu kwenye hiyo jamii. Utashangaa kuna mitaa unakaa hakuna nyumba ya amani inayojengwa. Hakuna kitu cha maana kinachoendelea. Ndio maana kama jamii ya mahali muhimu sana kuomba Mungu. Hapo mahali kibali cha Bwana kikufunike giza lisikae. Hebu sikia watu kwenye Ezekiel 11 kuanzia mstari wa 1 anasemaje? Ezekiel 11 kuanzia mstari wa 1 anasema, tena roho ikaniinua ikanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana, lililoelekea upande wa mashariki. Na tazama, mahali pa kuingilia pa lango palikuwako watu 25. Na katikati yao nikamuona Yaazania mwana wa Zuri na Pelatia mwana wa Benaya. Nao ni wakuu wa watu. Hao ni wakuu wa nini? Wa watu. Ni viongozi hao kwenye mitaa, kwenye jamii. Ndio maana tuwe makini sana na viongozi wetu. Ndio. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu. Ndio. Wasemao wakati wa kujenga nyumba si karibu. Wakati wa kujenga nyumba sio karibu. Wanatunga mabaya juu ya mji huu. Anaendelea mbele anasemaje? Anasema mji huu ni sufuria na sisi ni nyama. Mji huu ni sufuria na sisi nini? Ni nyama. Nisikilize, yani kuna watu wabaya mtu wa Mungu usipojua. Wanasema yani pale wewe watakukaanga. Bwana Yesu asifiwe. Unakaa mahali unasikia uzito, kumbe mji ule ni sufuria. Wewe ndo umeingia pale, wewe ndo kama nyama mle ndani. Unajua maandiko hayajaficha kitu chochote. Watu wanasema maneno mabaya, watu wa mji, watu waovu wamekaa kwenye mtaa, wanasema watu wote huu mtaa ni sufuria. Watu wamekaa sema huu mtaa kunaga kanisa linakuwa, hakuna kanisa linaenda. Watu wa mji wamesimama wanasema mji huu ni sufuria, tulio ndani yake wote ni nyama. Kazi ya watu ni kuua vibali vya watu. Shangaa mtaani kuna magonjwa ajabu yanainuka, mara watoto mashavu yamevimba, mara mapere fulani yamefuka. Si mnaonaga matatizo yanapitaga tu kwenye mtaa kama upepo. Nisikilize, kuna watu wanasimama ulimwengu roho kwa ajili ya kueneza huo ubaya. Na leo tunawashinda katika jina la Yesu Kristo. Hao wanaotabiria mabaya kwenye miji yetu, tunawashinda leo katika jina la Yesu Kristo. Tunainua nguvu ya kibali cha Bwana kuangusha hizo roho na hizo falme zao wanena mabaya, hazitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Nimekuchanganulia hayo yote ili kuonyesha hiki kipengele cha mwisho. Zinaitwa pembe 4 za uovu zinazoshindana na kibali chako. Lakini leo kutokana na muda tutaangalia 2, zingine tutaangalia siku ya Alhamisi na kufanya maombi. Pembe 4, kuna pembe 4 zinazofanya uovu. Nisomee Zakaria 1 kuanzia 18 mpaka ule mstari wa 21. Zakaria 1:18. Nisikilize. Kuna hivi zote ambazo nilikuwa nazungumza leo zimegawanyika katika maeneo manne.
Na tunapoenda kuomba na kufanya vita, tutakuwa tukifanya vita kwa haya maeneo manne. Kwa tunapofanya vita vya kibali, lazima ujue napigana kibali kwenye maeneo gani. Tusomee hiyo Zekaria 1 kuanzia mstari wa 18, anasemaje? Nami nikainua macho yangu nikaona, na tazama pembe 4. Ndio. Nami nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, nini hizi? Naye akanijibu, hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda na Israeli na Yerusalemu. Hapo anasema hizi ndizo pembe zilizowafanya nini? Tawanya Watu wa Yuda na Israeli. Kuna familia, kuna koo unaona zimetawanyika. Kuna watu hapa hata ukumbuki kaka yako umeongea naye mara mwisho lini. Hana time na maisha yako. Kuna watu wako kwenye familia mwaka mzima mtu anapita hajaelewa na simu ya ndugu yake. Kuna roho inayotawanya watu. Bwana asifiwe sana. Hata umepatwa na shida, unasema hebu na unajua ndugu yako anaweza. Nisaidie hata milioni 1 niongeze mtaji. Anakuangalia na kuona kama kituko gani. Roho za kutawanya zimeharibu kila kitu. Endelea, anasemaje mbele? Anasema 20, kisha Bwana kanionyesha wafua chuma 4. Ndio. Ndipo nikauliza, hawa wanakuja kufanya nini? Akasema kwamba hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda, hata ikawa hakuna mtu aliyeinua kichwa chake, lakini hawa wamekuja kuzifukuza. Hapo anasema hakuna mtu aliyeinua nini? Kichwa chake. Yani hakuna mtu ameinua kichwa chake. Yani hakuna mtu ataonekana ni mtu kwenye hiyo jamii, kwenye hiyo familia ameinua kichwa chake. Yani utashangaa kwenye familia hakuna hata mtu umemsikia ameipanda ndege au amesafiri kwenda Ulaya au anaishi yote hakuna. Yani hakuna mtu hata mwenye mafanikio fulani ambaye anaweza katikisa kwenye mji. Hata mbele kitokea tatizo ndio tukamlilia akalisolve kwa haraka. Ndio maana ya kuinua kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye haya maisha lazima tufike mahali pa utawala. Haleluya. Hata kwenye kujenga, Mungu aseme mjenge nyumba moja. Anasema mtajenga nyumba. Kuna namna Mungu amemuinua mtoto wake kwenye hali ya kutawala. Mungu hazungumzi kwenye uchache, anazungumza kwenye ukubwa. Anasema hakuna mtu aliyeinua kichwa, ametawanywa kabisa, hakuna mtu wa maana. Wewe utakuwa wa maana katika jina la Yesu. Nasema wewe utakuwa wa maana katika jina la Yesu. Endelea mbele, anasema lakini hawa wamekuja kuzifukuza, ndio, kuziangusha pembe za mataifa, ndio, walioinua pembe yao juu ya nchi ya Yuda, ndio, ili kuwatawanya watu wake. Hapa anavyozungumza pembe, huu ni roho za uchawi na nguvu za giza zinazosimama kuharibu. Anasema pembe ngapi? 4. Na moja ya hiyo pembe ni inainuka kwenye eneo la familia. Kama unataka kupigania kibali cha Mungu na kuziangusha hizo pembe, moja huwa zinainuka kwenye eneo la familia. Ukisoma Mwanzo 4 mstari wa 6, anasema Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa ushinde. Lakini akamwambia Abili nduguye, twende uwandani. Ikawa alipokuwa uwandani, Kaini akamwinukia Abili nduguye akamua. Hizo ni pembe namba 1 kwenye familia. Kuna roho kwenye familia, ndugu zako kabisa, kaka yako na mtu wa karibu, mashangazi, pembe zinakuwa kwenye familia. Watu wanaona wivu hatua yako yote unayofanya. Wakisikia uko mjini, wengine macho yanawatoka. Muda wote wanataka wasikie habari mbaya kutoka kwa watu wa nyumba yako. Huyu jamaa alitoa tu sadaka nzuri, Habili, Kaini akamwinukia, akamchinja ndugu yake akamu. Hizo ni pembe za watu wanauana kwenye familia. Watu wanaendeana kwa waganga kwenye familia. Kaka anamuendea, nimesikia mtu anaua ndugu yake, anaua kaka yake, anaua. Ni pembe zinainuka kwenye familia kwa ajili ya kuua maisha ya watu, kwa ajili ya kuondoa kibali kwa watu. Kuna watu wanaenda kuwasemea vibaya. Mtu anasikia ndugu yake anataka kuajiriwa, yuko tayari kwenda kumsemea vibaya. Huyu hafai. Wakimwangalia kweli ni dada yake, sura wakiangalia ni copyright na ndugu yake anataka kumpa kazi. Wasema hapana, kama dada yake kabisa anasema hafai, acha. Unashangaa tu simu mengi, usije kesho. Watu washaenda kuchafua CV. Bwana anakuokoa katika jina la Yesu. So leo tutaenda kuomba kinyume na hizo pembe zinazoinuka kwenye familia zetu, kwamba Baba, kila roho inayotaka kuua familia yangu na kuondoa kibali changu, yoyote ambaye shetani ataingilia, unajua hawajitambui, ni mapepo yanawaingia. Yoyote ambaye shetani ameandaa kumuandaa kwa ajili ya kuua kibali changu kwenye familia,
hiyo roho inaharibiwa katika jina la Yesu. Utasimama kushusha hiyo pembe isifanikiwe kwenye familia yako. Mika 7:6 anasema Mika 7:6b anasema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake mwenyewe. Mika 7:6 mstari wa mwishoni. Haleluya. Anasema kwa mwana humwaibisha babaye na binti huondoka shindani na mamaye, na mwanae aliokolewa ushindana na mavae. Adui za mtu ni wa nyumbani mwake mwenyewe. Haleluya. So watu wa nyumbani mwako, muda mwingine sio ndugu zako, ila watu wa karibu yako, adui atawainua ili kushindana na maisha yako. Hatujaitwa kushindwa, tumeitwa kushinda katika jina la Yesu. Maandiko yanasema tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye anayetupenda. Bwana anakushindia hizo vita katika jina la Yesu. Kuna mashangazi tu yamekaa ameshikilia nyota za watu kwamba hakuna kitu chema kitotokea kwa huyu mtu. Hata waiolewa, hata akiolewa alipata ni mwanaume litaromtesa, levi litarompiga ambao litamkosesha amani, litaromchosha atamani mwenyewe kukimbia. Mandugu yamesimama wananuiza. Tunahitaji kuponyoka hiyo mitego katika jina la Yesu. Kama una ndugu yote muasi, muabudu shetani kwenye familia ni hatari. Ndio maana ukisikia kuna ndugu zako wengine ni washirikina wanaenda kwa waganga, hao ni kuogopa kama ukoma. Ni hatari. Kwa sababu wanaweza kukufanya chochote. Usiwahi uona ni watu. Hayo ni mashetani. Wanaweza kukugokea muda wote. Ujisikia mtu anaua mama yake, anaua mtu mdogo wake, anaua nani ili apate mali. Roho pembe zinazonuka kwenye familia. Bwana kuepusha hiyo katika jina la Yesu. Kama una ndugu zako wanapenda ushirikina, leo tutamwomba Bwana kuua hiyo roho ya ushirikina. Haleluya. Na itaharibiwa leo katika jina la Yesu Kristo. Nasema itaharibiwa leo katika jina la Yesu Kristo. Mwisho pembe pili zingine tutaangalia Alhamisi ni hizo roho za kwenye jamii. Tumeona kwenye ile Ezekieli tumesoma 11:1 roho ikamuinua ikamuonyesha wale watu kwenye jamii wanasema sisi ni sufuria. Haleluya. Hiyo ni pembe na mabili kwenye jamii tunazokaa. Kuna vita falme sana Efeso 6:12 katika ulimwengu wa juu. Kuna majeshi ya pepo wabaya yanakaa kwenye jamii fulani kwa ajili ya kuzuia watu wasipige hatua. Kuzuia watoto wasifanikiwe kwenye elimu. Kuzuia ndoa zisiwe na amani kwenye mitaa. Pembe zimesimama za kijamii ili kuharibu watu. Zipo za kiserikali. Utashangaa huduma fulani zinasumbua sababu wafalme na watawala wanakuwa wameharibiwa na nguvu za giza. Hizo tutaangalia na kuombea siku ya Alhamisi na kuombea taifa letu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibali chako hakina mjadala, kinakuja katika jina la Yesu Kristo. Wote wanaokusudia kukushusha tunawashusha leo katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho unakiona kimechelewa kwenye maisha yako, hiyo ugonjwa, hiyo jambo la uchumi, lazima kuna adui ambaye nyuma yake amesimama. Nisikilize, inahitaji Mungu wa kisasi ainuke akutetee. Mungu wa kisasi ainuke akupiganie, akulipize. Kama adui yako anafurahia mpaka leo, wewe huwezi kufurahia maisha. Ni mpaka mmoja wewe na huzuni, mwingine na furaha. Ni mpaka tu wapige, waharibiwe, wapate mateso. Maana maandiko yanasema ni haki kuwalipa mateso atutesao, wa Thessalonike. Bwana asifiwe sana. So ni haki kuharibu wanaotaka kuharibu maisha yetu. Na leo tutasimama kufanya vita na hao wanaowinda vibali vyetu, wanaotaka kuharibu hizo pembe za uovu zinataka kutuharibu, ziharibiwe. Umesikia ushuhuda ndugu yangu mmoja, ni kijana mzuri ameenda chuoni, amesoma vizuri, pembe za uovu zimeinuka, dogo ameanza kupiga bangi kama ana akili nzuri. Haingii darasani, mamilioni ya pesa wamelipa. Hajaenda, amerudi nyumbani. Hajasoma hata semester moja. Pepo zinainuka, mtu mzuri, pembe zinainuka, zinaharibu kibali chake. Zinamfanya useless. Watoto wako Mungu anawalinda katika jina la Yesu Kristo. Nasema wanalindwa katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho kimejipanga kuharibu uthamani wako, leo tunakiharibu katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako sasa, twende tuombe na kufanya vita. Leo ni siku ya kupigana. Haleluya. Tutatumia silaha za kiroho. Maandiko yanasema kwa Efeso 6:13 twaeni silaha zote mpate kushindana siku ya uovu. So hizo vita za kiroho tunazishinda kwa kuvaa silaha za Bwana. Simama kwa miguu yako sasa. Haleluya. Nataka tuombe kwa pamoja na tushinde kwa pamoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu ainuliwe tena. Sema Baba, katika jina la Yesu, kila vita katika ulimwengu wa roho zinazoshindana na maisha yangu zinaharibiwa leo katika jina la Yesu. Enyi pepo wabaya
enyi pembe za uovu mnaoshikilia maisha yangu, mnaoshikilia maisha ya ndugu zangu, haribiwa leo katika jina la Yesu. Inua sauti yako, omba sasa kwa jina la Yesu. Omba, 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 omba. Shika mic. Kwa damu ya Yesu tunavunja hizo pembe, vunja hizo madhabahu za uovu. Tangaza kwamba zitafanikiwa katika jina la Yesu. Omba, omba, omba.